إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع ومن النار أيها المؤمنون عباد الله ويا حراس العقيدة أما بعد الثناء على الله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون نقط كيماني أما بعدكم حميد الله عز وجل نكم تكي صالنا سلام ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم ننكوسيني فسنكو يسهاو نفسيانه جويكم تا الله عز وجل كوانكو حقيقة ومفول وامتو الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان أما في هذه الجمعة المباركة سنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل مسلم وكل مؤمن أما جمل له إن شاء الله عز وجل tutaishi na kuzungumzia maudhui ambayo ni muhimu mno kwangu na kwako, kwa kila Muislamu na kila muumini. Mimma yabukun, maudhui yenyewe ama unwani iko hivyo, mimma yabukun, kwa nini wanalia? Kwa nini wanalia ama kwa nini walilia? Ikhwata al-iman, hili jambo wengi katika waumini hulipuuzia, lakini ni ibada kubwa mno kumwaga machozi kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Ikhwata al-iman, البكاء يا عباد الله من دلائل عظمة الله وقدرته. Kulia na kububujika machozi ni dalili ya utukufu wa Allah azza wa jalla na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo akatueleza katika surati An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abka, na hakika yeye
ndio amefanya watu wakacheka, na vile vile yeye ndio akafanya watu wakalia. Ikhwatal iman, mwanadamu anatakiwa mwage machozi yake kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Na kulia, kwanza tutambue kwamba sisi kwa Kiswahili lugha yetu ni ndogo, ni finyu. Tukisema kulia tosheleza, lakini kwa Waarabu kulia tofautiana. Ikiwa mtu machozi ya mlengalenga, kuna namna wanaita. Ikiwa mtu analia kwa sauti kubwa, kuna namna wanaita. Hayana umuhimu kwetu sisi, lakini tutambue sampuli za machozi ama sampuli za kulia. Anwa'ul buka. Buka ya kwanza, bukaun yakhafu fihi al-insanu min hawadithi ad-dunya, ni machozi ambayo mtu anahofia kuna mambo yake ya dunia yamempita, kuna mambo ya kidunia ambayo ameyakosa yakamfanya akalia. Wa hadha al-buka'u madhmumun, na kulia huku kunachukizwa katika sheria, ni kulia ambako kunachukiwa katika sheria. Liannahu yulidu al-iktiab wal-qalaq, kwa sababu inasababisha udhaifu ndani ya mtu, inasababisha mawazo na mtu kudhofu. Lakini sampuli ya pili huwa bukau at-tasannu' wal-kadhib, ni kulia kwa namna ya kudanganya, kwa kuigiza. Mtu analia mbele yako, kumbe yeye wakung'onga bila wewe kujua, kama walivyofanya kaka zake ama ndugu zake na Yusuf alayhi salam. Alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'u abahum isha'an yabkun, wakamjia baba yao muda wa usiku hali ya kuwa wanalia, kwamba ndugu yao ameliwa na mbwa mwitu, kumbe wao ndo wamemtupa kisimani. Kwa hiyo wanalia kwa kuigiza. Pia kulia huku kunachukizwa katika sheria, na hii wengi pia kina mama leo wanayo. Mwana mama anajua ana makosa, lakini wanasikilizwa katika kusuluhishwa, yuwabwaga machozi aonekane kwamba aonewa, adhulumiwa. Kina mama wengi wanalo hili. Kuna baadhi ya wanaume pia wanayo, pia hii inachukiwa katika sheria. Lakini nau'un akhar min anwa'i al-buka, sampuli nyingine katika sampuli za kulia, huwa al-buka'u li faqdi al-habib. Huwa al-buka'u li faqdi habibin, ni machozi kwa sababu umemkosa kipenzi chako. Mtu umpendaye amefariki, amekuondokea kipenzi chako, ukatokwa na machozi. Machozi haya katika sheria huenda yakawa ni mahmudan, yakawa si mabaya kama yatapatikana ndani yake isipoambatana nako tasakhut, kuchukia kwa nini amekufa. Ndio maana tumekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuomboleza kuchana nguo, kujipiga makofi, namna hii tumekatazwa. Lakini kumwaga machozi kwa huzuni, hii haikatazwi katika sheria, kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alilia kwa huzuni baada ya kufiwa na mwanawe Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anabwaga machozi, asema katika kaburi la Ibrahim, innal ayna tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna la faraqika ya Ibrahim la mahzunun. Aliyasema maneno akasema, hakika ya macho yatoa machozi na moyo unahuzunika, lakini hatusemi isipokuwa yale yanayomridhisha Allah azza wa jalla. Na kwa hakika kutengana nawe ewe Ibrahim, sisi tuna huzuni. Kwa hiyo huku hakukatazwi machozi haya katika sheria. Ikiwa unalia kwa huzuni, umeondokewa na kipenzi chako, lakini usichupe mipaka katika hilo. Tilka al-anwa', sampuli hizo, laysat mahallu hadithina fi hadha al-yawm,
sio sehemu ya mazungumzo yetu leo. Mahallu hadithina fi hadha al-yawm huwa al-buka'u khawfan min Allah azza wa jalla, bali leo tuzungumzia kububujikwa na machozi kwa kumkhofu Allah azza wa jalla. Al-buka' lit-i'ad au al-buka'u lil-i'tibari wal-itti'ad, machozi ambayo yanatokamana na kuwa umezingatia kitu katika maisha yakakukumbusha akhira, ama umepewa mauidha moyo ukawaidhika ukatokwa na machozi, ama umesoma Qur'an aya zikagonga nyoyo ukatoa machozi. Tunazungumzia machozi haya, mimma yabukun. Kwa nini walikuwa wakilia wema waliotangulia, na kwa nini leo sisi hatutokwi na machozi? Ni wakavu. Ikhwatal iman, kama tulivyosema, machozi ama kulia ni alama miongoni mwa ukubwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni uzuri ulioje kwa machozi ambayo yanatoka khifatan min Allah, kwa ajili ya kumkhofu Allah, au inda samai wa tilawati alquran, au wakati wasikiza Qur'an ama wasoma Qur'an. Leo kuna watu wakiangalia movie, amekaa sebleni atokwa na machozi, aona huzuni kupitia movie. Kuna watu leo humu Waislamu wasikiza muziki atokwa na machozi, eti huu muziki unagonga nyoyo, eti huu muziki unahuzunisha, unamtoa machozi. Lakini hata asikize siku nzima maneno ya Allah azza wa jalla hayamtoi machozi. Kwa nini? Kwa nini nyoyo zetu zimekuwa ngumu namna hii? Hata asikize Qur'an, hata asome Qur'ani namna gani, hatoki na machozi. Ni msiba ikhwatal iman, na huku ni kuonyesha nyoyo zetu zimekauka, nyoyo zetu zimekuwa ngumu kuliko mawe na kuliko chuma. Turegee tulainisha nyoyo zetu ikhwatal iman. Yanukuliwa, tizameni baadhi salaf, ishtaka ainahu, alienda kwa daktari akilalamika maumivu ya macho yake. Asabahu alamun wa waja' fadhahaba ila at-tabib liyabhatha 'an ad-dawa, kaenda kwa daktari apate dawa. Faqala lahu at-tabib, daktari akamweleza akamwambia, indi ad-dawa, mimi nina dawa, ualijuha, nitatibu macho yako, jicho lako hilo. Sharitatun alla tabki, lakini sharti usilie, yani kwa kipindi hichi usitoe machozi, macho yako yatapata tiba. Famadha qala rahimahullah, alisema nini huyu katika wema aliotangulia kumjibu huyu tabibu? Kamwambia, la khaira fiha illa tabki, la khaira fi aini illa tabki, jicho langu halitokuwa na kheri yoyote kama haitotoa machozi. Siwezi shinda siku nzima sijalia kwa kutafakari na kuangalia nitakuwa katika nafasi gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waniambia vipi nisilie? Kutakuwa hakuna kheri katika macho yangu kama hayatotokwa machozi. Ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ad-dam'a allati tasilu 'ala al-khaddain khawfan min Allah, amejalia machozi yanayobubujika katika shavu mbili, amejalia kwa ajili ya Allah na liya kumkhofu Allah. Ja'alaha alamatan ala quwwati al-iman, amejalia kwamba hiyo ni alama ya nguvu ya imani ya mtu. Allah subhanahu wa ta'ala tena wasihati alqalb, na moyo kuwa salama, kuwa na afya, kuwa unatoa machozi kwa kumkhofu Allah wa maarifatu Allah, na kajalia ni kumtambua Allah azza wa jalla na kumkhofu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Isra, ameanza aya za juu, aya 105, wabilhaqqi anzalnahu wabilhaqqi nazal, mpaka akafika akasema, qul
qul aminu bihi au la tu'minu. Anawaambia wale waliokuwa wanapinga Qur'ani, waambie ewe Muhammad, waiamini hiyo Qur'ani iliyokuteremshia au wasiamini. Innal ladhina utul ilma min qablihi, hakika wale waliopewa ilmu kabla ya kuteremshwa Qur'an, wale wajuzi katika ahlul kitab, idha yutla alayhim yakhruna liladhqani sujada. Hao wenye ujuzi wa vitabu Taurati na Injili wakisomewa hii Qur'ani wanapomoka wakisujudu, wanapomoka chini wakisujudu. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. tena wakisema, wanapomoka chini wakisema, ametakasika Mola wetu, hakika ahadi yake aliyotoa kumtumiliza Muhammad na kuteremsha Qur'ani tuliobashiriwa katika Taurati na Injili imekuwa ni ya kweli. Allah amefanya ahadi yake. wayakhiruna liladhqani yabkun wayaziduhum khushu'a. Na kwa ajili ya Qur'ani hiyo aliyosomewa wanapomoka chini na wanakwenda kwa nyuso zao kusujudu. Hali hiyo inawazidishia imani. Yabkun, hali ya kuwa wanalia, na inawazidishia imani. Wayaziduhum khushu'a, yawazidishia unyenyekevu kwa Allah azza wa jalla. Leo ni wangapi katika sisi tusomewa hii Qur'ani nyoyo zetu zikatingishika? Ikhwata al-iman, bali Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja mitume manabii katika surati Maryam, alivyowataja manabii Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, kamtaja Musa, Harun, Ismail, Idris. Alivyowataja mitume hawa wote akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ulaik, hao niliowataja, ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Ismail wa mimman hadayna wajtabayna idha tutla alayhim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Anasema hao ni wale ambao tumewaneemeshia juu yao katika manabii, tena ni katika kizazi cha Adam alayhi salam, na katika wale tuliowabeba katika safina wafuasi wa Nuh, miongoni mwao walitoka wengine wema, na vile vile katika kizazi cha Ibrahim alayhi salam na kizazi cha Ismail alayhi salam, wa mimman hadaina, na wale tuliowafikisha katika iman, tuliowafikisha katika uongofu, wajitabaina, na tukawachagua. Idha tutla alayhim ayatur rahman, pindi wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kharru sujadan wa bukiya, hupomoka chini kwa nyuso zao kusujudu hali ya kuwa wanalia. Hao ni watu Allah amewataja kuonyesha imani zao katika nyoyo zao. Lakini bado Allah tabarak wa taala katajia katika Qur'an, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq. Hao waliosuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao ni wajuzi katika kitabu Taurati na Injili, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul, pindi wanaposikia yale yaliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tara a'yunahum tafidu min ad-dam'. Allah akasema utaona macho yao yanabubujikwa na machozi. Hajasema tara a'yunahum tadma', la, tafidu min ad-dam', macho yabubujikwa na machozi. Kwa nini? Mimma arafu min al-haqq, kwa yale walioyajua kuwa ni katika haki katika kupitia Qur'an. Ikhwata al-iman, bado Allah aliwasifu wema waliotangulia, masahaba radhiyallahu anhum, wale ambao hawakwenda vita na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu walikosa vipandwa vya kwenda safari hizo. Watu walitoa
mali zao, na Abu Bakar radhiyallahu anhu toa mali zao zote. Umar radhiyallahu anhu alitoa nusu ya mali na wengine wakatoa vingi. Kuna waliokosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala ala alladhina, hakuna dhambi kwa hao hawakwenda vitani. Sasa kwenda kwao vitani hakuwapatishi dhambi, lakini wale ambao hawajakwenda na wana uwezo wa kwenda vitani, wana vipandwa, wana dhambi. Lakini wala ala alladhina, hakuna dhambi juu ya wale ambao idha ma atauka litahmilahum, pindi watakapokujia Muhammad au pindi walipokujia Muhammad uende nao vitani, qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi, uliwaambia sina vipando vya kuwapandisha kwenda vitani. Walifanyaje hawa? Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam', waligeuka nyuma wakarudi majumbani mwao hali ya kuwa macho yao yabubujika machozi kwa kule tu kukosa namna ya kufika vitani kwenda kupigana bega kwa bega na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanabubujikwa na machozi, hazanan alla yajidu ma yunfiqun, kwa kuhuzunika kwa kukosa cha kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, leo sisi tuko mbali na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masikitiko makubwa tumkosea Allah, tufanya madhambi, tufanya maovu, lakini bado tujiona tuko sawa kabisa, wala hatuna wasiwasi, bali wengine tumeshajipatiketi kabisa kwamba sisi ni wa peponi. Wallahi masahaba hawakuwa hivyo. Abdullah bin Mas'ud siku moja amsikia bwana mmoja asema, mimi siku ya kiyama sitaki niwe katika ashabul yamin, nataka niwe katika watu ambao wametajwa na Allah katika Qur'an. Kuna mafungu yatakuwa katika pepo kwa madaraja. Sema ashabul yamin kweli watakuwa peponi, lakini watakuwa daraja ya chini. Mimi ningependa niwe na wale ambao watakuwa daraja ya juu. Abdullah bin Mas'ud akageuka akamwambia, ya hadha, wewe unazungumza hivyo? Anasema leo mimi hapa natamani lau khalaqani Allahu shajaratan yu'dadu alayhi wa ta'kulu at-tayru min thamari. Leo mimi natamani siku ya kiyama nisifufuliwe, Allah anijalie niwe mti ambao unaegemewa na watu na pia ndege wale katika matunda yake. Wao unasema hutaki kuwa katika ashabul yamin. Mimi sijui nafasi yangu itakuwa wapi mbele ya Allah. Huyu ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni nani ikhwata al-iman? Watu ambao walikuwa wanasoma Qur'an mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine anakwenda kwake wasikize Qur'an. Mtu ambaye Umar radhiyallahu anhu katika ukhalifa wake anawakusanya watu, wanaenda nyumbani kwa Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah asmi'na al-Qur'an, tusikizishe Qur'ani, tusomee tuisikie. Abdullah bin Mas'ud anamwambia, mimi natamani siku ya kiyama nisifufuliwe, kwa kuihofia siku hiyo, lau Allah siku ya kiyama nikifufuliwa niwe mti. Huyu ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lakini leo sisi hatuna wasiwasi, tujipatiketi moja kwa moja sisi ni wa peponi. Wallah, kama tuna raja, tukumbuke una mbawa moja. Ukiwa tu wewe una matamanio ya janna lakini hauna hofu na moto wa Allah, tambua una mbawa moja, huwezi paa. Kama anavyosema Ibn Qayyim rahimahullah, al-khawfu war-raja janahay al-mu'min. Hofu na raja ndiyo mbawa za muumini. Ili uweze kupaa na kuwa unapaa kwenda juu, lazima uwe na hofu na raja. Utarajie pepo na huku unahofia moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, unahofia ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, Abdullah anasema Ibn Qayyim rahimahullah kutuonyesha ni namna gani mioyo yetu imekuwa inkavu. Sema idha qasa alqalbu
qahatatil ain, moyo unapokuwa msusuavu na mgumu, macho yanakauka, kuna ukame katika macho. Wama usiba abdun bi'a'dhami min dhanbin min qasati alqalb, sema na hajasibiwa mwanadamu, hajasibiwa mja kwa jambo kubwa kuliko dhambi au kuliko madhambi kama moyo wake kuwa mgumu. Moyo wa mwanadamu kuwa mgumu ni hatari sana, ikhwatal iman, ni hatari. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba siku moja, anawahusia akawaambia, kwanza alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuomba Allah muepushe na mambo manne, amkinge na mambo manne. Katika mambo hayo akasema anamuomba Allah min qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma, anamuomba Allah simpe moyo ambao hauna hofu na macho ambayo hayatoi machozi. Ni ibada. Lakini siku moja akawaambia masahaba katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, uridat alayya aljannatu wan nar, nimewekewa mbele yangu moto na pepo. Falam araka alyawm fi alkhair washar, na sijaona siku hiyo kama vile khairi na shari. Yani hajaona isipokuwa ameona khairi na shari mbele yake. Walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira, lau mngekuwa mnayajua yale ninayojua mngecheka kidogo na mngelia kwingi. Katika riwaya nyingine akawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma a'lamu min yawm alqiyama, lau mngeyajua yale ambayo ninayajua kuhusiana na siku ya kiyama, la dhahabtum ila sahara, mngeenda jangwani kisha muwe mnajimwagia ule mchanga wa moto katika vichwa vyenu. Yani mjikumbushie moto ulivyokuwa unawaka wa jahannam. Ule tunajua mchanga ukipigwa na jua katika jangwa, ujimwagie ule mchanga unapokuunguza, ujikumbushie kwamba mbele kuna moto unaounguza, ili ujihadhari nao na kuwa karibu na Allah azza wa jalla. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، بعد ما صحابة kuelezwa maneno hayo, anasema Anas radhiyallahu anhu, فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. masahaba wakajifunika na vilema vyao, nyuso zao. Kisha Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema, katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukawa tunasikia machozi pamoja na sauti inayotoka katika pua, watu wanalia, wanagugumia ndani. Katika riwaya Imam al-Bukhari akasema walahum hanin. Hanin ni sauti inayotoka kifuani, tu analia mpaka kifua kinacheza. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, wakipata habari wa wakijuzishwa kuhusu na akhira. Ikhwata al-iman, kumwaga machozi kwa macho haya ni ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ainani la tamassuhuma an-nar, macho mawili ambayo hayatoguswa na moto wa jahannam. Ainun bakat min khashyati Allah, jicho ambalo limelia kwa ajili ya Allah, kumkhofu Allah azza wa jalla. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, na jicho lililolala likilinda katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunajua jicho linalolia kumkhofu Allah, jicho linalokesha kulinda katika njia ya Allah. Watu walikuwa wakienda vita, wanachaguliwa baadhi ya watu wanalinda eneo
ili wasije wakavamiwa wengine wamelala, jicho ambalo litakesha kuwalinda wale watu ambao wako katika njia ya Allah, pia moto hautowagusa watu kama hawa. Lakini vile vile atuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yaliju an-nara rajulun baka min khashyati Allah, hatoingia katika moto wa jahannam mtu ambaye amelia kwa kumkhofu Allah azza wa jalla, hatta yauda al-labanu fi ad-dar', mpaka maziwa yarudi katika matiti. Haiwezekani. Matiti ya mnyama yale maziwa shakamuliwa, haiwezekani kurudi katika matiti ya mnyama. Vivyo hivyo basi Mtume anampigia mfano kwamba yule ambaye amelia kwa ajili ya kumkhofu Allah hatoingia katika moto wa jahannam. Kuingia kake motoni labda maziwa yarudi katika nyonyo za mnyama, na haiwezekani, kumaanisha haiwezekani qatu yule aliyelia kumkhofu Allah akaingia katika moto wa jahannam. Lakini akatueleza vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, watu saba ambao watapata kivuli cha Allah siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Miongoni mwa watu saba akasema, rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aina, ni mtu ambaye amemtaja Allah, amemdhukuru Allah khaliyan, akiwa faragha, kisha macho yake akabubujikwa na machozi. Huyu atapata kivuli siku ya kiyama, siku ambacho hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile akatueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, nakimbia haraka, muda umekimbia, lakini tuvumiliane kidogo. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Umama, laysa shay'un ahabbu ila Allah min qatratayn, hakuna kitu kinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama tone mbili. Tone mbili ni zipi hizo? Sema qatratun min dumu'in min khashyati Allah, ni matone yaliyodondoka katika macho ya muumini kwa kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, na tone la damu linalodondoka linalomwagwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tone hizi mbili zinapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kutoa mawaidha, masahaba wakawaidhika. Hadithi ya Irbad bin Sariya sema, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idhatan balighatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun, maw'idha ambayo ilifanya nyoyo zetu zikagongeka, lakini vile vile macho yetu yakabubujikwa na machozi. Ikhwatal iman, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilia wakati mwingine akikumbuka akhira, akilia kwa matukio. Amelia kunyimwa kumwombea mama yake msamaha katika kaburi lake. Anarudi kwa masahaba amuuliza, nini walia ya Rasulullah? Mwambia, nimemuomba Allah nimuombee mama yangu maghfira akaninyima, lakini nimemuomba nizuru kaburi lake akaniruhusu. Akawa analia, lakini hajaishia, akasema, ala fazuru alqubur tudhakirukum alakhirah, kwambia tambueni na mfanye hima kuyatembelea makaburi, kwani yanakumbusha akhira. Tuyatembelee makaburi kwani yanakumbusha akhira. Ikhwatal iman, na kuna mengi kwa wema waliotangulia. Abu Bakar radhiyallahu anhu anahusia watu, anawaambia, lia kwa ajili ya Allah, kwa hofu ya Allah. Hata kama jicho lako halitaki kulia, jilize kwa kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Bali huyu Umar radhiyallahu anhu amenukuu Imamu Suyuti katika Tarikhul Khulafa, anasema Umar ambaye alikuwa analia mpaka anakufa radhiyallahu anhu, katika maisha yake, katika shavu zake kuna alama mbili nyeusi. Alama mbili nyeusi katika mashavu yametokana na nini? Kwa wingi wa kulia Umar radhiyallahu anhu, kwa sababu ya kumhofu Allah. Lakini siku moja Umar radhiyallahu anhu
mwanamama mmoja anamuhusia, anamwambia ya Umayr, wewe ulikuwa ukiitwa Umayr fi suqi Ukadh, suku Ukadh ambayo iko Makkah, mpaka ikafika mahali ukaitwa Umar, ikafika mahala ukaitwa Amirul Mu'minin. Kamwambia ittaqillaha ya Amiral Mu'minin, ittaqillaha ya Umar, mkhofu Allah ya Umar. Umar akaanza kulia. Kijana ambaye alikuwa na Umar akamwambia kifi ya mraa abkaiti Amiral Mu'minin, tosha we mama, acha, umemliza Amirul Mu'minin. Umar akamwambia we acha, unamjua huyo mama ni nani? Huyo mama ni Khawla ambaye alizungumza kwa siri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akamsikia juu ya mbingu 7. Ndio sababu kushuka suratu qad sami'a Allah, qad sami'a. Kaambia Allah alimsikia, acha azungumze, huenda akanisikizisha na mimi nikamsikia. Umar radhiyallahu anhu, huyu Umar ambaye anasema Abdullah, anasema Anas bin Malik, tabi'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dhata yawmi, nilimfuata siku moja Umar akiwa khalifa, hatta intaha bi at-tariq ila ha'id, baka fika katika ukuta wa bustani, nikajificha na msikiza anasema nini, yuko peke yake. Fasami'tuhu wara al-jidar yaqul, sema namsikia Umar nyuma ya ukuta anasema Amirul Mu'minin Umar, anazungumzisha nafsi yake, Amirul Mu'minin Umar, la tattaqiyanna Allah ya ibn al-Khattab au la yu'adhibannak, utamkhofu Allah ewe mtoto wa Khattabi au Allah atakuadhibu. Anazungumzisha nafsi yake, anazungumzisha nafsi yake Umar radhiyallahu anhu, bali alikuwa akifika mahala katika mambo ya dola anajifungia ndani, ajiadhibu na bakora yake katika miguu, akimwaga machozi kwa ajili ya kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile Abu Huraira radhiyallahu anhu analia katika sakaratul maut, anaulizwa nini kinakuliza ya Abu Huraira? Allahu akbar. Abu Huraira anasema wallahi la abki li firaqi dunyakum, wallahi silii kwa sababu naiacha dunia yenu, silii kwa sababu hiyo, walakin abki min bu'di safar wa qillati zad. والله لا أبكي لفراق دنياكم, anawaambia silii kwa sababu naiacha dunia yenu, walakin abki min bu'di safar wa qillati zad, nalia kwa sababu safari ni mbali, naelekea kwa Allah, hii safari ni mbali, lakini nilichokibeba ni kidogo, zadi yangu ni ndogo, huenda ikaishia njiani. Amaanisha Abu Huraira hii safari kuelekea kwa Allah ni mbali, lakini matendo yangu yatanifaa mbele ya Allah. Anasema wala adri ila ayatihima asir, sijui ni njia gani nitaelekezwa na Allah, ila aljannati am ila an-nar, atanielekeza peponi ama motoni. Ni wangapi leo tunalia kwa sababu ya dunia? Wangapi leo hata akifika kaburini azungumza mambo ya Simba na Yanga, azungumza mambo ya siasa, hana hofu kabisa, hakumbuki kwamba wale waliolala alikuwa kama yeye
na siku yoyote naye atafikishwa katika hali hiyo. Utafikaje kwa Allah? Una matendo mema ambayo atakufikisha kwa Allah ukiwa salama, ama tutatamani siku ya kiyama tuwe mchanga kama wanyama? Ikhwatul iman, tumkhofu Allah. Tumezama katika maasi na tumedanganywa na dunia. Tumezama kwenye dunia tukaisahau akhirah. Wallahi hii dunia ni kama kivuli cha muda, na muda wote kitaondoka, muda wote tutazikwa, na ukizikwa matendo yako, safari yako ndio inaanza hapo. Je, kulichokibeba kitakufikisha mwisho wa safari yako ama kitaishia njiani? Abu Huraira tunamjua, hakuna maana Abu Huraira leo hatajwi. Hata katika mimbar leo Ijumaa anatajwa Abu Huraira kwa hadithi nyingi alizopokea za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunajua fadhila za Abu Huraira, lakini anahofia, anasema sili kuiacha dunia yenu, bali nahofia safari ni ya mbali na zaadi yangu, pocket money yangu ni ndogo, sidhani kama itanifikisha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من القلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللهم اجعلنا من الذين يعبدونك حتى يأتينا اليقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.